Wanasema vilabu hivi vina matajiri kuwategemea watu wa nje. Sisi sio kutegemea watu wa nje. Yaani sisi mipango tuliyoweka kwenye vilabu vyetu. Watu kuja kumonjoa. Kuja kula sio kuja kuitengeneza klabu. Sio unaelewa vizuri? Lakini klabu kama unatengeneza, klabu ina uchumi kwa sababu ina wanachama na mashabiki wengi na duniani. Tanzania peke yake, nchi ya peke yake Tanzania ambayo iliona mashabiki vilabu hivi viwili tu. Simba na Yanga. Sasa huu uchumi namba moja. Huu uchumi namba moja ukiweza kuutumia. Ndio kama Yanga walivyoweka sawa na utumia. Sasa uchumi namba moja. Sasa mzee wa Kilenge, Jumapili mna mechi ya mashabiki wa upande wa pili Simba na Yanga kwa mashabiki. Mzee wa Kilenge umejipangaje? Wewe kama utacheza namba gani pale? Mimi sio naenda kucheza namba gani? Mimi siende kucheza uwanjani kwenye namba kwa sababu umeelewa vizuri. Mimi na tatizo kidogo la mguu weka. Ndio. Mimi chanzo cha kuacha mpira nilivunjika kidogo mguu. Pole sana. Umeelewa, asante. Mimi nilikuwa nacheza mpira. Sasa wewe nilikuwa nacheza mpira. Maana nimesikia kwamba kuna namba yako palipo. Sababu mimi namba yangu ya kucheza napeleka jeshi. Napeleka jeshi. Kwa sababu ligi imesimama. Hao wazee wa Kilinge wana hasira. Wana hasira sana. Nataka nikwambieni. Inasema sikilizeni. Msiogope. Kesho. Mashabiki wa Madunduka kiama utakiona. Mashabiki wa Madunduka kiama utakiona, rangi ambayo unataka hakuna rangi ambayo unataka kuikosa kuiona uwanjani. Umeelewa vizuri? Hawa ninapelekea uchawi mdogo tu wa Bunju. Bunju nadhani mnamjua. Ndio Bunju. Uchawi wa Bunju wa kuvimba tumbo. Umeelewa vizuri? Yaani wachezaji wazito matumbo yao zidi. Yaani kama amejaa, yaani amejaa maji yako hivi ameshibana vile. Uchawi wa Bunju. Ule uchawi wa Bunju unapulizwa. Sasa mimi naenda na pulizo. Umeelewa vizuri? Babu huyo mashine moja anaitwa uchawi wa Bunju. Nimechukua sehemu moja inaitwa Mpilipili. 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 Maeneo gani? Maeneo Msumbiji. Umeelewa vizuri chumba gani? Kumbe, ndio kutest kidogo. Kumbe mzee Kilinge bwana una utani. Mimi nina utani. Sina utani. Yaani nimekuja neno nembo ya Yanga. Nyinyi sikilizeni nikwambieni kina Kisenga. Mnaenda kucheza hiyo mechi kesho. Niko serious. Kina Nzao Mokoto, niko serious. Kina Mwalimu Yanga. Umeelewa kina Mfamau. Kina Mfamau sikilizeni. Sawa? Mechi sasa tutaki kufungwa kesho. Hiyo mechi kina Silva tutaki kufungwa. Mimi nakwambieni. Mimi ninachosema kina Nasolo Yanga hiyo mechi tutaki kufungwa, nyinyi mfresa wote. Hatutaki kufungwa kina Godi Yanga kesho. Mimi Nzao Kilinge nitakuwepo uwanjani, nakuja na chuma changu kimoja cha kusini kitakaa pembeni. Mimi mwenyewe nitakuwa kama naangalia. Chuma kimoja ambacho kinakaa pembeni kinatoka kinakuja kuangalia kusummarize vitu. Kinakuja kusummarize vitu kuangalia hawa Madunduka kwa sababu wao kuna sehemu wameenda. Wameenda Bagamoyo. Mashabiki wa Simba wameenda Bagamoyo. Kwenda kuchukua mzimu fulani. Na wameenda Tanga kuchukua mzimu wa Wanakolero. Umeelewa vizuri, wamekuja nao. Sasa mimi ninachowaambia nimeenda Msumbiji Mpilipili na kuna kifaa kimoja kimetoka Mweda kimekuja kuungana pale. Umeelewa vizuri? Basi hiyo kesho wamepigwa. Hawa watatoka, yani wewe kina Nzalamu Nzalamu kina Jibii kesho hakuna ranga nataka kukosa kuiona. Nakwambia wasiende uwanja, wasipeleke timu Magombe. Wasipeleke timu. Mashabiki wa Simba kesho msipeleke timu Mugombe. Nzao Kilinge atakuwepo ndani ya nyumba. Na mashine zote nakwenda kutesti kule. Zote naenda kutesti mashine za kujiandaa kwenda nani? Misri hiyo. Hiyo ngoma hiyo naenda kutesti kule, yani ngoma za Misri. Naenda kutesti kwa mashabiki wa Madunduka. Zikiwaingia hawa basi kule zinafanya kazi. Wameisha. Yani wameisha ni huyo ni mzee Kilinge bwana ambaye nimezungumza mali matatu.